binafsi, nazungumza ushuhuda wa mitume, lakini natolea mfano kwangu ni kwa nini Kristo alikuwa akinichukua na mara zote nilikuwa na vazi lenye madoa madoa. Sikia nikwambie, ndio maana kuna watu wengi wameokoka lakini tabia zao zinafanana na tabia za baba yake tu ambaye yuko. Inawezekana wewe sio mzinzi kama baba yako ambavyo alikuwa na wanawake wawili, wewe leo unaishi kwa kung'ang'ana. Lakini nakuomba siku ya leo, fanya tathmini katika wokovu wako. Ni kweli kabisa hauwakwi tamaa. Hilo ni jambo la kwanza, nataka ujipime mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kuna watu wengine, kama siku moja nilishangaa, kuna watu fulani najua shemeji zangu, watu wa kule, shemeji zangu kina mchungaji Mkong'ondo kule kwenu, si kuna yule Ulanzi si wananywe Ulanzi sijui Ulanzi, si mnanyweshwa mpaka katoto kadogo kanapewa kalale mama alime, si ndio? Nisikilize nikwambie, sasa kuna watu walitokeaga huko, na mwingine walikuwa ni watumishi, mchungaji na shemasi wanatembelea waumini. Nisikilize, sasa wakapita eneo fulani, eti shemasi akasikia anasema, nimesikia harufu ya pombe, yani nimepata kiu, na mwingine, na mimi nimesikia kiu kabisa. Sasa nataka kuuliza, hapo wamekunywa hawajanywa? Wamekunywa. Kwa hiyo asili ndani yao bado inatenda kazi. Unanielewa? Hapa nazungumzia kitu ambacho Kristo alikuwa ananifundisha mimi kipindi ananichukua na vazi langu bado likaonekana lina madoa madoa. Akaniambia kwamba mpaka utakapotakasika na nafsi yako itakapokombolewa, na ndipo nitakaa ndani yako milele na kukutumia. Nilimuuliza maswali mengi na ndipo alianza kunielekeza kwa upana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetolea mfano wa watu hao, watumishi wa Mungu. Ni watumishi wa Mungu, alikuwa ni mchungaji na shemasi. Wametokana na hiyo asili, na inawezekana labda walikwisha kuonja huko hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikamwambia, ninaomba uniruhusu niungane na hawa. Akaniambia, wewe bado una mwili wa kibinadamu, mtu akiingia humu hawezi kutoka. Haleluya. Akaniambia, bado una kazi ya kufanya duniani, unapaswa kurudi ukawaeleze ndugu zako. Na ndipo akaniambia, nimekuleta hapa kukuonyesha kwa habari ya mitume. Leo nitazungumza tu mtu mmoja. Nisikilize kwa makini. Leo nitazungumza mtu mmoja kwa sababu nafundisha, sishuhudii. Haleluya. Na ndipo Kristo alikuwa akinyosha mkono. Alinyosha mikono, walikuja wanafunzi wa 12, alikuwa ni Paulo. Lakini wale walikuja 11. Na wote kila mmoja alinionyesha kifo chake na mateso aliyoyapitia maisha yake yote. Akiwemo na Yohana Yohana wa Ufunuo au wa Injili ya Yohana, akiwemo na huyo aliyeandika zile nyaraka zote 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja na maisha yake na kila mmoja na wito wake. Unaweza ukaniuliza kwamba ulijuaje kama ni Paulo? Katikati ya kundi alikuwa Kristo akinyosha mkono. Alikuja mtu, alipotoka kwenye kundi la watu wengi, alionekana kwa muonekano aliokuwa nao duniani. Nakumbuka nilimuona mtu anayeitwa Paulo. Nilivyomuona yule Paulo, ilionekana ni mtu mwenye uwezo sana wa kufikiri, na alikuwa na uwezo wa nguvu ya kiroho. Nilijuaje? Nilikuwa nikiona ndani yake ile lulu alionayo ndani yake. Lakini kwenye paji lake la uso alikuwa ameandikwa Paulo, na lile jina lake lilikuwa limeandikwa kwa dhahabu inayong'aa sana na iliyosuguliwa sana. Nisikilize vizuri. Jina lako unakuja nalo kutoka mbinguni. Hiki kitu kila siku huwa ninasema, na ndipo nilipofundishwa nguvu ya majina. Nisikilizeni, kwa nini Mungu kila aliyemuita alimbadilisha jina? Kwa nini Mungu au kwa nini Yesu Kristo wanafunzi wake alipotoka kule mlimani, wakati anachagua wanafunzi wake, aliwabadilisha na majina wote? Petro alikuwa anaitwa nani?
Simoni, lakini akapewa Petro. Petro maana yake ni nini? Unanielewa vizuri? Hakuna jina ambalo halina maana. Paulo alikuwa anaitwa Sauli, akaambiwa yule mtu wa Mungu, tuendelee. Na ndipo nikamwona akasogea mpaka lango, lakini hakuvuka kile kizingiti cha lile lango. Haleluya, watu wa Mungu. Akasogea. Aliposogea, mara Kristo alinyosha mkono pembeni. Aliponyosha mkono pembeni, niliona kitu kama skrini. Yaani ni kama vile ambavyo mnaweza kuangalia sinema kama hivi. Nikaona vile. Niliona mpaka namna alivyokuwa akimtesa mtu wa Mungu Stefano. Ni miongoni mwa watu waliyekuwa ameshikilia waraka wa kuwatesa waliokuwa wamemwamini Yesu Kristo, walikuwa inaitwa njia ile. Haleluya. Nikaiona safari ya maisha ya Paulo mpaka wakati anaelekea kule kwenda kumtesa mtu wa Mungu, kwenda kuwafunga watu wa Mungu kule Dameski. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaona sasa kuna kitu hapa nataka nikizungumze, kwa sababu nimesema leo nataka kufundisha. Haleluya. Na nimesema nitamzungumzia Paulo peke yake kwa siku ya leo, ili tuingie kwenye maombi. Kuna kitu nataka kukuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo niliona wakati anaondoka akaenda, na mara alipokuwa njiani akatokewa na mtu anayeitwa Yesu Kristo, yani Bwana. Haleluya. Hebu ninaomba tufungue kitabu chetu cha Matendo ya Mitume sura ya 9. Mstari wa 3 mpaka wa 6 hapo. Naomba tusome hapo afu ndo nitaendelea. Matendo ya Mitume sura 9 mstari wa 3. Ndio. Na 5 tunasoma. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Ndio. Akaanguka chini. Akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniuzi? Akasema, nani wewe Bwana? Nisikilize kwanza niseme hapo. Nafikiri tangu jana nilizungumza nikasema njia ya kwanza ni ile hali ya kufahamu. Paulo kwa nini hayo maneno anasema? Alikuwa anajua mabwana wote wanakaa juu, kwa sababu alimuona juu. Endelea. Yes. Akasema, nani wewe Bwana? Ndio. Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniuzi wewe. Lakini simama, uingie mjini. Ndio. Nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Endelea kusoma. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakiisikia sauti. Ndio, ila hawakuona, wasione mtu. Ndio. Sauli akainuka katika nchi. Ndio. Na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Wakamshika mkono wakamleta mpaka Dameski. Tayari ni kipofu. Endelea. Akawa siku 3 haoni. Ndio. Tulia kwanza hapo. Yes. Nimesema nafundisha. Nataka tuombe. Nisikilize vizuri. Na ndipo nilipokuwa ninaona lile tendo linaendelea, mimi nikasikia sauti inasema apewe macho ya kuona. Nisikilize vizuri. Na ndipo Bwana akaniambia, watu wengi wanapokuja kwangu wanakuja wana macho, na ndiyo maana ni ngumu mimi kuwatumia wala kutembea nao. Nisikilize vizuri. Akaniambia ni kwa nini Paulo au Sauli kwa kipindi kile ilibidi awe kipofu kwanza. Ilibidi awe kipofu kwanza ili atakapofumbuliwa macho aone mambo mapya kwenye maisha yake.
Nisikilize vizuri. Watu wengi wanapokuwa wanakuja kwa Mungu huwa wanaenda na heshima zao, wanaenda na ujuaji wa ushirikina wao, wanaenda na kila kitu. Na ndio maana akaniambia watu wengi ni rahisi kuniacha kwa sababu watakumbuka walikotoka. Watu wengi ni rahisi kunisahau kwa sababu watakumbuka waliokuwa wakiyaona, kwa sababu kwenye upeo wa macho yao hayajafutika. Tuendelee. Endelea kusoma. Akawa siku 3 ndiyo haoni, ndiyo halali, ndiyo wala hanywi. Basi palikuwepo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Ndiyo. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, nenda zako katika njia iitwayo Nyofu. Ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso. Maana angalia, anaomba. Naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri tokayo kwa wakuu wa makuhani, awafunge wote wakuitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu. Ndiyo. Alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamwonyesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Ishia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kristo akaanza kunifundisha kwa upana hilo eneo. Akaniambia mtu asipokufa na kuishi tena kamwe hawezi kuirithi mbingu na wala hawezi kutembea na mimi. Yes. Nisikilize vizuri. Utumishi wa Paulo ulipopandwa tu ndani yake, jambo la kwanza alimfanya kuwa kipofu ili apate kuyasahau aliyokuwa akiyatenda. Na ndio maana Paulo anasubutu kusema, sio mimi ninayeishi bali ni Kristo ndani yangu, kwa sababu alikufa. Nisikilize vizuri. Ikitokea siku moja ukashinda kutwa nzima huoni, ni ngumu sana utaona hii dunia kama sio hii dunia uliyokuwa umeizoea, kwa sababu katika kuona kuna mambo mengi sana. Na ndio maana Paulo anasema ya kwamba ya kale anayaona kama mavi ili aweze kumpata nani? Aweze kumpata Kristo. Sasa nisikilize vizuri. Na ndipo Bwana aliponiambia, sikiliza mwanangu Esther, watu wengi leo sio wateule isipokuwa ni watu walioitwa. Hebu soma katika kitabu cha Mathayo 22 mstari wa 14. Ndiyo. Neno la Mungu linasema, kwa maana waitwao ni wengi, ndiyo, bali wateule ni wachache. Wateule ni wachache. Na ndipo akaniambia hawa wote unaowaona walitoka kwenye levo ya kuitwa wakaingia kwenye uteule. Uteule ni mtu aliyewekwa wakfu kwa jambo fulani. Akaniambia neno kanisa ni watu walioteuliwa au watu waliokombolewa kutoka aina ya mfumo fulani wa maisha na wakaingizwa kwenye mfumo fulani wa maisha. Akaniambia unaona, na ndipo niliona mambo mengi yaliyomhusu Paulo. Mpaka niliona hata ile safari waliokuwa wakivuka kule baharini mpaka akang'atwa na nyoka. Unaposoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, niliona mateso yake yote aliyoyapitia, hata namna Paulo aliyekuwa anatenda kazi. Sasa nikawa naona mimi sio Paulo aliyekuwa akiishi. Paulo alikufa ile siku alipokutana na Yesu, kwa sababu mfumo wake wa maisha wote ulibadilishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kitu ambacho Bwana
akaanza kunifundisha kwa mtu anayeitwa Paulo. Nisikilize vizuri. Jambo la kwanza, mtu huyu alikuwa msikivu sana kusikia Mungu anataka nini. Na hapo ndipo kwenye kazi kubwa ambayo watu wa Mungu tunayo. Paulo alikuwa akisikia, alikuwa hatendi jambo bila kusikia Kristo anasema nini na anataka huyo mtu atende kitu gani. Na ndio maana aliitwa ni miongoni mwa wateule, na ndio maana aliitwa ni miongoni mwa watu ambao ni chombo cha kumbeba Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alikuwa akiomba katika kila jambo, alikuwa akiomba. Na ndio maana miongoni mwa watu ambaye ameandika kwenye kitabu cha Wakolosai anasema ya kwamba ombeni bila kukoma. Anasema ombeni bila kukoma. Ni kwa sababu gani? Anaelewa maana ya maombi. Nilielewa. Akaniambia ya kwamba mimi nilivyokuwa namtazama nilikuwa namuona sura ya Kristo ndani yake Paulo. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, huyu Paulo alibaki kama ni kopo lisilokuwa na kitu. Yaani kwa lugha nyingine hakuwa na maamuzi isipokuwa yule Bwana wake anayemuongoza ndani yake. Na nikaona ni namna gani alivyokuwa akifuata utaratibu kama Kristo. Akaniambia, sikiliza Esther, mimi sikutenda jambo lolote isipokuwa ni yale yaliyotoka kwa baba yangu. Sikufanya jambo lolote isipokuwa nimeagizwa. Akanipa mfano. Na ndio maana kila mara alipokuwa akimaliza kazi, Kristo alikuwa anapanda mlimani. Akaniambia mlimani sio kwamba alikuwa naenda eti kwa ajili ya kuomba kitu kisichoeleweka. Alikuwa naenda kuwasiliana na baba yake, na kisha apokee ujumbe kutoka kwa baba yake, atende kama baba yake anavyotaka. Na ndio maana hata Wayahudi walivyokuwa wanamsumbua, yeye akasema, nyinyi mnajua hamjui nilikotoka wala niendako. Nyinyi mnachojua ni hiki mnachoniona tu hapa. Ni kwa sababu yeye alikuwa anasikiliza kutoka kwa baba yake kwamba sasa nimemaliza. Mfano, nimehubiri hapa. Nilipomaliza kuhubiri hapa, ni lazima nitulie, nimuulize Bwana sasa ratiba inayofuata ni ipi. Yeye Bwana ndiyo atoe mwelekeo. Akaniambia, kanisa langu au watu wangu wengi wanaanguka kwa sababu hawanisikilizi mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini Paulo ni miongoni mwa watu ambaye alikuwa anamsikiliza Bwana. Kwa hiyo Paulo alikuwa anapata mwelekeo. Mfano, siku moja walikuwa wanataka kuvuka, walikuwa wanakwenda mahali fulani, wamepanga kwenda kuhubiri. Lakini alipolala, maana yake ni nini? Mawazo yake yalikuwa connected na Mungu kumuuliza au Yesu Kristo kwamba sasa ni jambo gani tutende kwa wakati huu. Biblia inasema akamuona mtu anamuita, anamwambia, vukeni mje na tena huku kwetu mje kutusaidia. Ni kwa sababu alikuwa anamsikiliza Mungu. Nisikilize vizuri. Na ndipo siku ile ndipo Bwana aliponifundisha na kuniambia ya kwamba, sikiliza Esther, mimi ninaishi duniani. Watu wengi huwa wanajua kwamba mimi nilivyofufuka siku ile nilipaa mazima mpaka leo sipo. Sikia, akaniambia ya kwamba mimi hata sasa naishi duniani. Ukitaka kujifundisha, na ndio maana yule Anania nilimwambia ya kwamba nenda tu kamsaidie, kwa sababu huyu atalibeba jina langu na atakwenda sehemu mbalimbali kwa jina langu. Maana yake ni nini? Jina la Yesu ni yeye mwenyewe. Naweza nikasema ukitaja Esther, umenitaja mimi na kila kitu nilicho nacho na roho yangu na vitu vyote nilivyo navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo akaniambia Yesu Kristo toka kipindi cha siku ya Pentekoste alishuka duniani ili aweze kutembea na watu, aweze kuwaongoza. Lakini bahati mbaya wale walioitwa hawamhitaji huyu Yesu, wanatembea kama dunia inavyoenenda. Na ndipo siku hiyo nakumbuka aliniambia, mimi ni Mungu wa mabadiliko, lakini ni Mungu nisiyebadilika. Ni Mungu ninayetenda sawasawa na wakati huo uliopo, lakini mimi ni Mungu nisiyebadilika. Niliyetembea na kina Musa, hata sasa natembea na watu. Niliyetembea na mitume, hata sasa naweza kutembea na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini sifa ya Paulo, ninaposema alikuwa ni mtu wa maombi, maana yake ni nini? Kuomba ndiyo njia pekee inayokufanya mwanadamu uweze kuwasiliana na Mungu. Hakuna njia nyingine isipokuwa kwa njia ya maombi. Haleluya. Amen. Na ndipo
Bwana akaniambia wasisitize, waambie watu wangu, kanisa langu wajifundishe kuwasiliana na mimi. Na ndipo akaniambia pia katika kile kitabu cha Zaburi, kitabu cha Zaburi, soma kitabu cha Zaburi, Zaburi 107 mstari wa 7. Na huu leo utatusaidia kuomba. Tunasoma kitabu cha Zaburi ya 107 mstari wa 7. Ndio. Neno lake linasema, akawaongoza kwa njia ya kunyoka. Zaburi 107. Ndio. Mstari wa 7. Sio wa 7, wa 20. Mstari wa 20 anasema, ulituma neno lake, uwaponya, uwatoa katika maangamizo yao. Haleluya. Amen. Akaniambia ya kwamba yeye ni Bwana ambaye kwa dunia ya sasa hivi anajidhihirisha katika neno. Na ndio maana nimetangulia kukwambia, ogopa sana kila jambo unaloliona siku ambayo Mungu amekupa neema ya kuwa hai. Leo ninataka mimi tuombe. Nisikilize vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kabla hatujaomba, nataka nitoe tahadhari juu ya mambo yafuatayo ambayo nimeyaona katika roho, sasa yanatenda kazi. Kiukweli ni kwamba nimesikitika kidogo kabisa. Nimesikitika kidogo, sio sana. Nimesikitika kidogo. Nataka nitoe tahadhari juu ya mambo yafuatayo. Ogopa sana roho ya mazoea. Mwambie jirani yako, ogopa sana roho ya mazoea. Ogopa sana roho ya mazoea. Ni shimo refu. Ni shimo refu ambalo ukishatumbukia kutoka ni ngumu sana. Roho ya mazoea huleta roho ya kujikinai. Na mtu akishajikinai hawezi kusikia jambo jema hata iweje. Unanielewa? Lakini jambo la pili, ogopa sana kupenda sifa. Lakini jambo la tatu, ogopa sana kumzoea mtumishi. Unanielewa? Mtumishi hata kama ni mtu wa karibu yako sana, yaani hata kama imefika mahali umegundua kwamba na yeye ni mtu haishi kama Mungu, nisikilizeni niwaambie, hiki kitu watu wengi kimewashusha shimoni. Nisikilizeni vizuri. Huyo hapo mtumishi wa Mungu, huyo hapo Danieli ni mtu kama wewe. Unanielewa? Mtu wa Mungu ni mtu kama wewe. Kuna wakati anakasirika kama wewe. Kuna wakati anaumia kama wewe. Kuna wakati anawaza vibaya kama wewe. Unaweza usinielewe, kwa sababu hiki kitu nimekiona tena kinatenda kazi kwa kiwango cha juu sana hapa. Sasa hapa mtaanguka vibaya, nawaambieni ukweli. Mungu hakupanda kanisa la namna hiyo kamwe. Mnisikie vizuri. Umenielewa? Kuna wakati utakapoendelea kuwa naye karibu utaona udhaifu wake. Udhaifu wake haimaanishi ya kwamba hana majibu ya kukupa wewe. Nimezungumza sana kuhusu huu shuhuda wa Paulo. Biblia inasema ni chombo. Unapofuatilia historia yake, wakati mimi nafuatilia maisha yake, niliona mpaka kuna sehemu alipigana ngumi. Na nilipokuwa ninasoma Biblia, nikagundua Paulo mwenyewe anasema nilipoenda mahali fulani nilipigana na hayawani. Wewe unafikiri unaongea nini? Unanielewa?
Kuna sehemu nyingine Barnaba aligombana naye. Tena kama kuna mtu alikuwa anagombana na watu kwa sababu alikuwa hataki ujinga. Siku moja Yohana akasema anamkabidhi shetani Marko akasema ninampa shetani ili akushughulikie. Barnaba wakagombana. Alipokutana na Petro akaanza kuleta unafiki, akachukua asili ya Kiyahudi. Wakati wako kwa watu, yeye anasema nilipokuwa kwa Warumi nilikuwa kama Mrumi. Yeye alipowaona Wayahudi wenzake wamekuja akaondoka, eti kwa sababu Torati ilisema usile pamoja na watu wasioamini, usichangamane nao. Paulo akamfuata akamwambia, acha ujinga Petro, wewe ni mnafiki. Tena alimkaripia. Nisikilize, wengine hawakuelewa, lakini nisikilize nikwambie, huyo Mungu anaweza akamtumia mtu kwa namna anavyotaka. Wewe hauna nafasi ya kufanya uchunguzi juu ya mtumishi wa Mungu, hukumuita wewe. Mnanielewa watu wa mahali hapa? Unajua huwa ninasema kitu ninachokiona amini usiamini. Nisikilize vizuri. Na ndio maana anguko la watu wengi limeanzia pale walipowazoea wapakwa mafuta wa Bwana, na wenyewe hapo walianza kurudi nyuma. Walikuwa wanawaheshimu kama Mungu. Mimi sisemi kwamba uniheshimu kama Mungu, no, ila heshimu nafasi nilionayo basi. Unanielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Ikafika mahali ikifika mahali unamzoea mtumishi wa Mungu, hautapata majibu kwake. Hata kama utamwendea, hautapata nini? Majibu. Kwa sababu imani iko ndani yako ya kupokea majibu. Unanipata? Utaondoa heshima ya kuongozwa na wewe. Maana yake kuna baadhi ya mambo hautamsikiliza, utarudi nyuma. Na utakaporudi nyuma utakuwa umekosa baraka zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize, kwa nini ninasema hivi? Kwa nini nimesema hivi vitu vitatu? Bwana analituma neno lake, analituma neno kupitia kwa nani? Eti watu wa Mungu, neno Mungu analituma kupitia kwa nani? Mara nyingi Mungu hupitisha neno lake kwa watu. Nisikilize nikwambie, mwaka 2024 ilikuwa ni mwezi wa 11, Mungu akanipa ujumbe wa Tanzania, na nikasema kanisa liombe. Na waambieni ukweli, hata kanisani kwetu sikusikia imetangazwa watu waombee nchi, ingawa unabii umetoka kwa mtu ambaye yuko kwao kabisa. Sikusikia, na mimi sio wajibu wangu. Nilisema nimeona Tanzania umwagikaji wa damu, yaani sio kawaida, haijawahi kutokea. Watu waliona ni Esther tu kasema, mama mchungaji Sanda amesema, basi kila mtu alichukulia hivyo. Sikuona uzito wowote na mtu yoyote amechukulia uzito. Ilikuwa kimya. Lakini sikiliza, tarehe ilikuwa ni mwezi wa 10, tarehe 25 Oktoba tulikimbizana. Hakuna cha mchungaji, hakuna cha nabii. Wote tulinywea ndani, bunduki zinalia hapo. Unaona mwenzako ameanguka hapo. Tena sisi watu wa mjini, sitaki kusema sana, wote. Tena mimi nakumbuka nilikuwa nimesimama pale kanisani kwetu, kuna wasichana wengi pale, akiwemo na mama Viki. Suri kuwepo? Mimi mpaka niliwaambia nyamazeni, hakuna kuongea. Natetemeka, watumishi wa Mungu, natetemeka. Mimi tangu nizaliwe sijawahi kuona mabomu hapa yanaripoti kama moyo unatoka. Lakini ni mimi nilitabiri, lakini mimi huyo naogopa. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu tumezoea. Sikiliza, zamani nabii alikuwa akitokea watu wote wanatetemeka. Sasa hivi jamani, hata kama nitasimama hapa nitoe unabii na moto ukawaka, hakuna atakayetetemeka, kwa sababu tumezoeana. Na ni hatari sana. Unanipata? Ni hatari kuliko unavyofikiri. Tutashindwa kusogea mbele, hatutaweza. Waisraeli ni kwa nini hawakuponywa na Yesu?
hawakusaidiwa na Yesu kwa sababu walikuwa wanamuona ni mwana wa seremala, ni mwana wa nani. Sikia nikwambie, narudia tena, Tanzania tunao manabii. Ingawa kuna mtu mmoja akasema eti Tanzania hakuna manabii. Hakuna manabii Tanzania, manabii wala ugali. Wewe, manabii wapo, hatuonekani tu, lakini tupo. Tukisema tumesema na yanakuwa. Tupo, hatutaki tu sifa. Unanielewa? Sikia nikwambie, hata kama utasema hawapo, Mungu bado amejisazia watu wake Tanzania. Na nikwambie, kuna kipindi Mungu akaniambia ya kwamba, sikiliza, akaniambia hakuna nchi yenye uwezo na upako mkubwa na Mungu anajidhihirisha kama nchi ya Tanzania. Ingawa na waongo wapo, lakini na kweli ipo Tanzania. Nakwambia ukweli, Tanzania kweli ipo, tena kwa kiwango cha juu. Ingawa sasa hivi tumegeukiana sisi kwa sisi, tunajaribu kutafuta visababu. Mara utafute huyu sijui amekaaje, sio mtumishi wa Mungu. Huyu sijui sijui kanisa lake limekaaje, sio mtumishi wa Mungu. Sio kazi yako. Ni kwa sababu ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaua kanisa leo ni roho ya kumzoea Mungu na watumishi wake. Haleluya. Mungu analituma neno, na neno pekee linaweza likatumwa kwenye nchi ikapona. Neno pekee linaweza likatumwa kwenye familia yako ukaponywa. Neno pekee linaweza likatumwa kwenye kanisa likapona. Lakini kama neno hatutaweza kulipokea, au tutawadharau wale waliopewa dhamana ya kusema na sisi, ni ngumu sana kuponywa. Tutaishia kulisoma hili neno na imeenda. Naomba tusimame. Nataka tuombe. Sasa nisikilize vizuri. Hebu shika hili neno kama mwongozo wako siku ya leo. Zaburi hii ya 107 mstari wa 20. Bwana hulituma neno lake kutuponya, kututoa katika maangamizo yote. Wewe unayenitazama na kunisikiliza, hebu leo hili neno likutoe kwenye maangamizo ya aina yoyote. Sikiliza. Yesu anasema mwizi haji kuiba na kuchinja na kunyang'anya. Nisikilize, adui akitaka kukumaliza, jambo la kwanza hukupunguzia kasi. Anakupunguzia kasi. Inawezekana, sikia nikwambie, mpaka imefika mahali uwezi tena kuomba, tayari ulishapunguziwa kasi. Huna tena kiu ya kusoma neno la Mungu kwa sababu ulishapunguziwa kasi. Huna tena kiu ya kusikiliza watumishi wa Mungu kwa sababu ulishapunguziwa kasi. Sasa siku ya leo, hebu litake neno la Bwana liingie ndani yako, likusaidie uwe kiumbe kipya tena, kwa sababu mahali hapa Bwana amelituma neno siku ya leo kutusaidia watu wa uwanja wa ndege. Kwa sababu sikia, kuna jambo naliona sio zuri kabisa. Kuna jambo, na ndio maana naelewa ni kwa nini leo niko mahali hapa. Kuna kitu ambacho sio kizuri, sio cha kijamii, ni cha kanisa. Adui tayari alikwisha kupanda haya mambo matatu niliyoyasema. Tayari yanatenda kazi tena kwa kiwango cha juu, ingawa hayajaonekana kwa sababu na mfumo wa tabia zetu tulizo nazo, tabia za asili, tabia ya asili ya Kisukuma. Mtu anakudharau, mtu anakufanya hivi, lakini hakuonyeshei. Tuja wanasemaga, kwa sababu ya hiyo asili ndio maana mchungaji huzioni. Zinatenda kazi katika roho na zinakuja kwa kasi, zitakuja kuharibu kanisa na kanisa litaanguka. Utakatifu utasimama tena, kwa sababu tayari mbegu inachipuka tena kwa kasi kubwa. Karibu mtumishi wa Mungu, uongoze maombi. Na ninaomba kila mtu awe tayari. Yes. Na leo hapa tutaingia kwenye toba.
Na wewe unayenitazama, ikiwa hii roho imekukumba ndani yako, ingia kwenye toba. Mwambie Mungu, siku ya leo nataka kuwa kiumbe kipya, nataka kusimama tena. Nisikilize mtumishi wa Mungu, Biblia inasema wapakwa mafuta ni masihi wa Bwana. Bwana amewachora katika vitanga vya mikono yake. Nisikilize nikwambie, kama ndani yako tayari kuna hiyo roho, kinachofuata ni anguko. Na nisikilize nikwambie, kama umefikia hiyo hatua, jambo la kwanza utaona mambo yako yatastop, kila kitu kitasimama, na ndipo utakapoanza kulaumu na utakuwa huna msaada, kwa sababu wale walioandaliwa kukusaidia ulishawatupa na ulishajiweka ukuta kwao. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Wangapi wanasema ya kwamba neno limefika mahali sahihi? Bwana Yesu asifiwe. Mama, Mungu akubariki sana. Haleluya. Kama alivyosema tu, na ndio kitu kinapunguza hata nguvu ya Mungu kwenye makanisa, ni hicho. Sawa? Ukimwona Pius mchungaji pale, ni kama Pius, kama shemeji yako, kama mkwe wako, kama sijui nani wako, kama tu baba, kama baba yako, na hata kusaidia kitu. Haleluya. Na ndio maana kuna watu walisema Yerusalemu hakutatoka kitu kama hiki. Inawezekanaje? Sababu ni Yerusalemu. Haleluya. Neno limekuja likusaidie. Ndio maana maombi yetu ya kwanza tunaenda kuingia katika toba. Haleluya. Mimi najua kuna namna wewe unajiona uko vizuri. Kuna namna unaona mbona mimi siwazarau watumishi wa Mungu. Sababu mwenyewe angalia, tutathmini kweli unawaheshimu watumishi wa Mungu. Ndio mimi najua kuna namna unasema mbona mimi siwazarau, mbona mimi niko vizuri, mbona siwazarau manabii. Haya, ili nikuoneshe kama unawazarau manabii, nikuulize swali moja. Huyu mtumishi amesimama mbele yako hapo, amewahi kufundisha kwa habari ya kiasi, akasema vitu vingi. Kwa somo tu la kiasi moja naichukulia hiyo, anasema sana kuhusiana na habari za dhambi. Mniangalie mimi hapa, wale msiachane nao. Kwa habari ya kiasi amewahi kuzungumza sana. Nikuulize swali, hivi wewe umewahi kuyashikilia yale aliyosema ukayatendea kazi? Bado unaendelea kuzini kama zamani? Bado unaendelea kufanya hiki na kile alichokuletea? Tayari umekiisha kukibeza. Niachane na mtumishi, hata mtumishi wa Mungu kanisani kwenu, kuna muda anawahubiria vijana, kuna muda anahubiri kuhusu ni neno ndani yake. Neno kawaida wao linavaa mwili. Biblia inasema neno la Bwana litasimama. Neno la Bwana litasimama. Neno halijawahi kuondoka mbinguni. Kama mama alivyosema, Yesu yupo duniani kila siku. Kwa hiyo neno linatafuta tu mtu. Kwa hiyo neno linaweza likapitia ndani yangu, neno linaweza likapitia ndani ya nabii, neno linaweza likapitia ndani ya mchungaji wako, neno linaweza likapitia ndani ya mzazi wako, lakini ukalibeza. Haleluya. Na ndio maana watu wengi wanabaki pale pale. Mtaita watumishi, mtaita mikutano, mtaitisha sijui vitu gani, mtabaki pale pale. Haleluya. Ndio maana tutaenda kwenye maombi ya toba tu kwa dakika chache, kadiri Bwana atakavyotuongoza. Haleluya. Haleluya. Yes. Mtumishi wa Mungu karibu sana hapo. Haleluya. Tutaimba kidogo alafu tutaenda kwa maombi. Hakikisha tunamwambia Bwana akuhurumie. Bwana anapohurumia anaanza upya. Analianza kanisa upya. Haya ni maombi kwa ajili ya urejesho wa kanisa. Wasaidiwe Bwana. Unaweza kaweka mikono yako juu, hata ikiwezekana tunaweza tukapunja magoti chini mbele ya Bwana. Oraba shatakayama shatarabadabadabada shatarabatakasata. Wakati tuendelea kuomba, naamini Bwana atakuwa na kama Mungu ana jicho la kuona. Leo akiitisha watumishi unachukulia poa kabisa. Wasahihi Bwana, Bwana wasahihi Bwana.
sadaka kusema maneno haya. Kweli tunasema wasaili Yesu Bwana, upoke ya uchu. Afuta nisaidia kusema maneno haya. Sema pamoja nami Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema tena pamoja nami Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kwa sauti ya nguvu kabisa sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Tupe wengi tunaomba, Bwana kasikie maombi yako. Tusema tena Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa sababu jioni ya leo umelituma neno tena. Liniponye na linitoe katika maangamizo haya. Ninaamini. Sema ninaamini. Kuna muda nashinda kubarikiwa, lakini ni sababu sikusamini lile neno ulilolituma kwa ajili yangu. Ni kwa sababu sikuwaheshimu wale uliowasimamisha kwa ajili yangu. Ni kwa sababu sikuona thamani ya wale uliowaweka na kuliweka neno lako ndani yao. Jioni ya leo Baba, ninakuja sawasawa na neno lako linavyosema ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watatubu na kujinyenyekesha na kuacha njia zao mbaya, utawasikia kutoka mbinguni na utaponya nchi yao. Jioni ya leo ninalia kwa ajili ya nchi yangu ya Tanzania. Ninalia kwa ajili ya mji huu. Ninalia kwa ajili ya uwanja wa ndege. Unaweza kusema na kijiji chako. Ninalia kwa ajili ya uwanja wa ndege. Ninalia kwa ajili ya uwanja wa ndege. Ulituma neno lako lakini hatukulisikia. Ulituma watumishi wako lakini tukawapiga mawe. Ulitusimamishia wachungaji lakini hatukuheshimu. Na kumbe wao ndio waliobeba zamana ya kutubariki. Na kumbe wao waliobeba zamana ya kutupeleka mbinguni. Leo Baba, sema leo Baba, tunatubu tena. Utusamehe tena Bwana na kutuosha na damu yako. Na unaweza ukaenda mbele za Bwana kwa maneno ya kinywa chako. Raba shaka takatapa.